Kama ulikuwa ufahamu hii elimu, basi sikiliza hadi mwisho. Ila wasomi mtatusamee jamani, wasomi mtusamee. Moja kati ya kitu ambacho mimi nakijutia kwenye maisha yangu ni kusoma sana. Mimi nimesoma sana, I've learned too much. Kwa kule kusoma kwa sana kumenifanya nimekuwa mjinga. Ngoja nikwambie kitu moja mwanangu. Yes. Wale ambao hawakusoma sana wanafanikiwa, na waliosoma sana hawafanikiwi. Ndio maana watu wengi waliosoma sana, maprofesa wenye ma-PhD kama sisi, ni wafanyakazi wa serikali ambao kila mwisho wa mwezi wenyewe wanalipa kodi na serikali na wakata sijui nini na nini, wanatoka na kamshahara mwisho wa mwezi. Lakini wale wote ambao hawajafanikiwa wako Kariakoo ni mabilionea. Wale wote ambao hawajasoma wako Kariakoo, they are billionaires. Mimi najilaumu nilisoma sana. Do you know why? Mtu aliyesoma sana ana reasoning. Yani mtu ana reason. Mimi nifanye, itakuwaje? Nitafanyaje hichi kitu? Mimi na degree, mimi nimesoma, nifanya hivi. Kwa hiyo kusoma sana ni ujinga. Wanisamee wale ambao ni wasomi sana, lakini kusoma sana kumewakwamisha watu wengi kwa sababu watu wana reason. Mafanikio hayataki reason, yanataka matukio. Unajua mimi nilivyokuwa nasoma nilitarajia kwamba nitakuja kufanikiwa sana. Lakini kwa bahati mbaya nimekuja kumaliza kusoma na ulimwengu umebadilika. Yani ulimwengu hautaki tena elimu yangu. Mimi na PhD lakini, lakini dunia ya sasa haitaki PhD ndio nayo mimi, haitaki kabisa. Ngoja nikupe mfano mmoja. Wewe unamfahamu Mheshimiwa Baba Levo? Mheshimiwa Baba Levo hajasoma. Na yeye anasemaga tu kwamba hajasoma shule sana. Unamfahamu chekeshaji mmoja anaitwa huyu kijana mmoja Leonardo ni msomi yule. Ni msomi, ana elimu sana. Lakini unaona kwamba elimu aliyokuwa nayo Leonardo haimsaidii. Leonardo kasoma, anachekesha. Ule uchekeshaji ambao Leonardo anafanya, hajasoma shule. Mheshimiwa Baba Levo leo yuko bungeni. Hajasoma, alikuwa chawa. You understand? Lakini nini kimemfanya Baba Levo amefanikiwa? Ni matukio. Nini kinamfanya Leonardo anafanikiwa? Ni matukio. Angalia comedy wengi hapa nchini wanafanikiwa. Ni nini? Ni matukio. Matukio hayahitaji elimu yako. Mafanikio mengi yamefichwa kwenye matukio. Kwa mfano, kipindi ambacho mimi nasoma shule kulikuwa hakuna Instagram, kulikuwa hakuna TikTok, kulikuwa kuna Facebook. Mimi ukiangalia Facebook yangu nimefungua mwaka 2000 kama 2001 ama 2000 kama sijakosea 2003. It has years, right? Na kipindi hicho leo ukienda Facebook kuna watu wazima tu Facebook, sababu Facebook ni miaka mingi. You see? Na kwa sababu kulikuwa hakuna matukio yenye vitu vipya. Kwa hiyo wale waliosoma sana hivi vitu wanaviona kwao ni ujinga. Leo influencers, unaona Doto Magari, Doto. Wale influencers wote wana hela nyingi, wanafanikiwa kwa sababu hawakusoma shule. Mimi niliyesoma sana na nina reason. Hiki kitu kitawezekanaje? Mimi msomi nina budget. Kwamba hichi kitu siwezi kufanya, unajua bajeti yake ni kubwa. Hichi kitu mimi siwezi kufanya, unajua kiwezi kwa hivi. Kwa hiyo reasoning imenisababisha na feli. Kwa hiyo nimestaarabika. Elimu imenifanya nimekuwa mstaarabu, ila nimekuwa mjinga. Na huna hela. Leo mimi kuna maeneo naenda nafanya kazi. Mimi kwa mfano nina mgodi. Nakwenda mgodini kwangu kule wanaochimba madini. Ukienda mgodini una milioni 20, we ni mjinga tu. Lakini wote walioko mgodini they have never gone to school. Unaelewa? Dogo yuko mgodini kule anaendesha LC 300, aliishia darasa la 7, anakuambia blaza, mimi nilikuja mgodini huku, nilikuwa namsaidia blaza pale kuchimba madini, lakini bro akanipa fursa, nikachimba mawe, nikawa nachukua mawe na yasaga hapa, yale mawe yakanipa kilo 1 ya dhahabu, nikauza bro, nimepata milioni 400. Kwa hiyo mimi nimeenda kule na PhD yangu, nakutana na vijana wadogo hawajui hata swala la degree ni nini, but they are billionaires. Kwa hiyo watu waliosoma sana ni wajinga. Ndio maana Doto wanawaambia wasomi hai. Unanielewa vizuri? Mimi namfurahia sana Doto. So nataka niseme kitu kimoja. Moja kati ya mambo ambayo mimi nayajutia kwenye ulimwengu wa sasa ni kusoma kwangu. Kusoma kwangu, mimi leo siwezi kuwa influencer. Mimi leo siwezi kuwa chawa. Elimu yangu inanikatalia bro. Lakini kumbe kuwa influencer, kuwa chawa kumewapa watu billions of money, kumewapa watu mikataba mikubwa kwenye makampuni makubwa. Unamwona Mwijaku leo ni balozi wa kampuni Silent Ocean. Hajasoma yule, lakini hivi mimi hivi nikienda Silent Ocean sasa hivi nataka kuambia Silent Ocean, mimi nataka kuwa balozi wenu. Nina PhD, mimi ni Dr. Richard Godwin Magenge. Mimi PhD itawasaidia nini Silent Ocean?
Wanahitaji mtu mwenye watu, wanahitaji mtu mwenye uwezo wa kuchip in kwenye matukio. Fedha zimefichwa kwenye matukio. Umeelewa vizuri? Kwa hiyo wasomi wengi hawaingii kwenye matukio kwa sababu wanajidhalilisha. Mwangalie Koi Mzungu, ana kikundi cha Kome, lakini Koi Mzungu hakusoma sana, hana ma PhD hayo ambayo tunaona. Lakini ukimwangalia Koi is a learned person, amesoma, lakini sidhani kama Koi amesoma kama mimi labda. Umeona, kwa sababu katika Koi mimi ni rafiki yangu, lakini nikiangalia ndani yake sioni kama kuna PhD pale ndani, japo ni mhaya yule, unajua haya anasomaga sana, right? Yes. So lakini Koi anafanikiwa, right? Why? Ni kwa sababu watu wamechip in kwenye matukio. Ulimwengu unabadilika. Leo hii mimi PhD yangu niliyoikalia darasani, nimefanya presentation za kutosha, nimekaguliwa na maprofesa, haina kazi mbele ya ulimwengu wa leo. Kwa hiyo ninachojuta mimi ni kusoma sana, na ninawaambia hata watu wanaonitazama, kusoma kwangu sana kumenijeruhi, kumeniumiza sana. Nimekuwa mjinga kwa sababu kuna vitu mimi siwezi kufanya leo, lakini vitu ambavyo siwezi kufanya ndio vina hela. Yaani kuna matukio huwezi kuniona mimi, lakini ndio yana hela. Umeelewa? Angalia huduma. Umeona mimi huduma yangu ya Jehova Messi? Huduma yangu ya Jehova Messi mimi haina watu wengi, lakini ina watu wastaarabu, ina watu wasomi, ina kikundi fulani cha watu fulani. Kwa nini? Ni kwa sababu ya usomi wetu. Lakini angalia wale watumishi wa Mungu ambao hawajasoma sana, wana makundi makubwa ya watu. Watu ni wengi. Kwa nini? Kwa sababu hakuna reasoning. Ukiwa na reason sana huwezi kufanikiwa, lakini ukipunguza ku reason sana utafanikiwa. Mimi najuta kusoma sana hicho kitu. Yes, na kijutia mpaka kesho. Napata kitu. Umesema elimu ni ujinga. Maana yake mtu anayesoma sana maana yake anasoma ili afahamu kitu. Kwa hiyo yeyote anayetaka kufahamu kitu maana yake ana ujinga fulani. Sasa unajua hata ukisoma sana, kwa mfano ulimwengu unabadilika. Leo ulimwengu umeegemea kwenye teknolojia na soka. Unaelewa? Ulimwengu umeegemea kwenye vitu viwili, teknolojia na soka. Leo wazazi wengi sana wanawapeleka watoto wao kwenye akademi za mpira. Hawataki kabisa wasome shule, na watoto wanatoboa. Hebu fikiria mzazi anayemuona labda anamwangalia huyu Lamine Yamal. Alafu mtoto anampenda Lamine Yamal. Lamine ana miaka 18. Ukimwangalia mwana unapata kama mpira anajua huyu. Kwa hiyo unaona sasa hivi klabu za soka zimeanza kuchukua akademi za wanachukua watoto wadogo, wanapeleka kwenye akademi za mpira, wewe wa kike ama wa kiume. Lakini pia ulimwengu umehamia kwenye sayansi na teknolojia. Sasa hivi ulimwengu umehamia kwenye blockchain, umehamia kwenye web3. Achana kabisa na web2 ile www. Sasa hivi ulimwengu umehamia kwenye web3 ambayo inabebwa na blockchain. Naelewa watu lazima wajifunze blockchain, lakini mimi am expert kwenye blockchain. Lakini kuna watu leo hawajui blockchain ni nini. Mimi nimeiona Bitcoin ikiwa inazinduliwa, ilikuwa inauzwa $0.0000002. Bitcoin. Nilipuuza mwaka 2009, nikaachana nayo. Kona nini? Exactly, nikaachana. Leo Bitcoin inauzwa $62,000. Mtoto wangu mimi yuko form 4 sasa hivi. Atakuja kuniuliza baadaye Bitcoin itakapofika $1,000,000, Bitcoin moja. Mwanangu ataniuliza, baba, Bitcoin ilianza lini? Wakati inaanza ulikuwa wapi? Haukuona hiki kitu? Mbona nikitazama, mbona ulikuwa na PhD mwaka 2018? Mzee, ulikuwa na PhD. Bitcoin imeanza 2009, kwa hiyo wewe 2018 ulikuwa na PhD. Na katika historia Bitcoin mwaka 2018 ilikuwa $20. Mzee, ulikuwa wapi? You understand? Swali gumu sana. Kwa nini? Kwa sababu maisha yamehamia kwenye teknolojia. Unanielewa vizuri? Kwa hiyo kama maisha yamehamia kwenye teknolojia, elimu ambayo tunasoma shule haina teknolojia ambayo dunia iko nayo sasa. Unanipata? Kwa hiyo kusoma sana kumesababisha watu hawajui ulimwengu unakokwenda. You see? Leo hii dunia haitumii kabisa hela hizi za kawaida. Na nashukuru Mungu hata serikali yetu imeanza kujifunza kutengeneza blockchain ya fedha za Kitanzania.
Sawa, kwa pesa yetu ya Tanzania, cryptocurrencies, pesa yetu ya Tanzania inaingizwa kwenye mfumo wa crypto. Yes. Hapa kwetu na serikali imeanza, na ipongeza serikali sana. Wow. Kwa sababu ndiko dunia inakokwenda. Hivi vitu watoto shuleni hawasomi. Kwa hiyo yale mambo ambayo tunasoma saizi, kuchola panzi na kusema haya ni mapezi, haya ni matamvua, sijui huyo ni samaki, sijui ana respiratory, sijui nini, yale ni masuala ya utumwa na dunia ya sasa haiyahitaji kabisa. Mimi leo najifunza forex trade. Yes. Najifunza kutrade kwenye forex. Kwa nini? Ili nije kuwa mwalimu wa watoto wangu. Watoto wangu watakuja kuniuliza, hivi baba, wakati wenzako wanajifunza forex trade, wewe ulikuwa wapi? Sababu watoto wangu watakapokuwa vijana au watakafika umri wangu, forex trade ndio itakuwa jambo la mjini kama ambavyo liko sasa hivi. Kwa hiyo wanangu lazima waje wakute baba yao na hiyo knowledge. Yeah. Kwa mimi imenilazimisha kuachana na PhD yangu, kuachana na first degree, kuachana na second degree, kuachana na form 6 yangu. Mimi nimekaa darasani najifunza forex trade, najifunza cryptocurrency kwa watu ambao hawakuwahi kufika hawana hata degree moja ya darasa ambalo nimesoma mimi, ili nije kuwa expert wa watoto wangu baadaye. Ili watoto wangu baadaye, kwa mfano umeona hapa Dodoma leo imekuwa mji. Umeelewa? Yeah. Umeona kanisa langu baada ambapo nimejenga. Yes. Nimejenga mjini. Kesho mwanangu akikua atanipongeza kwamba baba, una akili, ulinunua eneo town. You see? Yeah. Lakini watoto wangu wanakuja kesho wanakuta baba yao sina kiwanja mjini, wakati marafiki zao baba zao wana viwanja mjini. Maana mzee ulikuwa wapi miaka hiyo? Mbona ulikuwa na PhD? Mbona mzee msomi? Afu tukiangalia mzee maisha yako kipindi hicho unaonekana ulikuwa na hela. Yes. You understand? Lakini mbona ukumiliki ardhi mjini hapa?